Sasa mbingu zina anga 3. Paulo anasema nilichukulia paka anga ya 3. Maana anga la kwanza ndio hilo lina mawingu ya mvua. Anga la pili ndio lile lina nyota, lina jua, lina mwezi. Kwenye nyota, kwenye jua, kwenye mwezi pana mashetani pale. Ndio maana kuna watu wanaabudu jua. Ndio maana kuna watu wanaabudu nyota, kuna watu wanaabudu mwezi. Utasikia mwandamo wa mwezi sijui umefanya nini. Utasikia kwa sababu pale katikati pana mapepo. Shetani aligawa jeshi lake sasa. Baada ya kuimiliki dunia, akalitanda lingine jeshini, lingine akaliweka baharini, lingine akaliweka nchi kavu. Hakuna kitengo ambacho kila kitengo kina wizara zake. Ndio maana kila mtaa, kila nyumba kuna mchawi anayeongoza mtaa, kuna mchawi anayeongoza barozi, kuna mchawi anayeongoza kitongoji, kuna mchawi anayeongoza kijiji, anayeongoza kata paka wilaya, na anayeongoza raba ya paraba shata. Ndio maana ufalme wa Mungu tangia Yohana Mbatizaji haupatikani kila nchi. Lazima uwepo watu wenye nguvu wauteke ufalme wa Mungu. Sasa unisikie mpendwa wa Bwana. Shetani ametawala kuanzia sura ya 3 kama ungekuwa wewe mpaka kitabu cha Mathayo. Yesu mwenyewe aliokoka baada ya kufa. Yaani Yesu mwenyewe alipokufa akafufuka ndo alikuwa ameokoka. Ndio maana kale kama mama kanaenda kumgusa akasema, usiniguse, sijapaa. Hasa nafikiri kale kadada kalikuwa kanaenda mwilini, si kalikuwa kamezoea. Siku anaenda sasa hizi naenda mbinguni, sitaki mtu aniguse. Sitaki mtu aniguse. Manake Yesu pale ndo naye aliokoka. Hasa muda wote huu shetani ametawala. Muda wote. Hebu imagine Yesu yuko hapa, shetani anamchukua, anampeleka kule, anamchukua, anampeleka kule, alafu anamwambia haya yote nimepewa. Na nimepewa nani? Sio na Mungu, na Adamu. Adamu ndo aliyempa. Kwa saizi mwanangu, unataka kutajirika, gharama. Unataka amani, gharama. Unataka nini, gharama. Tena kuna kitabu fulani nilisoma cha Jasha kinasema Mungu alipowatoa kwenye, si mara ya kwanza aliwabariki. Biblia inasema alipowatoa aliwalani. Yaani nasema and God cursed them. Sasa watu wanaotembea chini ya laana, wako chini ya laana wanazaa. Yesu amekuja kuwa baraka yetu, amekuja kuwa ushindi wetu. Ndio maana Yohana kaongeza akasema tunajua sisi wote ni wa Mungu, lakini dunia yote iko kwenye control ya yule mwovu. Yesu anasemaje? Anasema mkuu wa ulimwengu huja, lakini hana kitu kwangu. Yesu anatambua kwamba shetani ni mkuu wa ulimwengu. Paulo anasema Mungu wa dunia hii amepofusha fikira. Maana yake Mungu wa dunia hii anaitwa shetani, anayetakiwa kuabudiwa anaitwa shetani. Ndio maana wanasiasa wanamwabudu ili wapate ngazi serikalini. Matajiri, wafanyabiashara wanaenda kumwabudu ili awape umaarufu. Sisi tutamwabudu shetani na umaarufu tutakuwa nao. Sisi tutamwabudu shetani na pesa tutakuwa nazo. Sisi tutamwabudu shetani na utajiri tutakuwa. Sasa ndo jiulize kwa namna gani. Nilikwambia juzi, nikasema kwa mfano mimi hapa leo nikaenda kwa shetani nikasujudia, ndani ya dakika 2 kanisa linajaa, hata kule watu hawatoshani. Nani anayewaleta watu? Maana shetani anajaribu kuambia ulimwengu ya kwamba watu ni wa kwangu. Unaweza kufungua biashara leo, watu wakaja kujaa kwenye biashara yako kwa sababu tu shetani amekupa kiuweza. Yesu anasemaje Mtanzania? Ya kwamba usiwatoe katika ulimwengu, lakini walinde na yule mwovu. Kwa nini tulinde na yule mwovu? Kwa sababu huyo mwovu anataka uteseke, huyo mwovu anataka upate shida, huyo mwovu anataka unahangaika. Ashukuriwe Yesu anasema nalimwona shetani akishuka kama umeme, lakini nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Utoboi usipopambana. Danieli alikuwa ni nabii, yupo kwenye maombi, anaomba. Malaika ametoka mbinguni amebeba majibu, anga likakamata. Jemi, unaenda wapi?
Wakakuja malaika, amekaa huko. Daniel akaendelea kuomba. Wapo watu wengine ambao unachokiomba kipo, kuna mahali kimeshikiliwa. Sasa wewe Daniel aliomba siku 21. Hali hanywi haogi. Alafu malaika anakuja anasema, Daniel, sikiliza nikwambie, huko juu nilikamatwa. Akaja Mikaeli akanisaidia. Sio kila malaika ana uwezo kupambana na aina ya mashetani. Kuna wengine wanakwidwa. Unakuta kama malaika kako kanakotakiwa kukuletea majibu sasa ni kadhaifu, wamekakwida huko angani. Kapo piriki tu ulendi, piriki tu. Wewe unabaki tu baba, ndani najisikia ujasiri kabisa ya kwamba unajisikia ujasiri kwa sababu vitu vyako Mungu ameshavijibu tayari. Lakini kwenda kuvichukua mwanangu panahitaji force ya kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana nataka nikufundishe vita. Kila sekta ambayo shetani amekaa, ambapo litakiwa ukae wewe, ukakae kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa ngoja nikwambie, wana wa Israeli wametoka Misri, wanaenda nchi ya ahadi, Kanaani. Kufika kwenye nchi ya ahadi ya Kanaani, hawakufika tu. Ile nchi kulikuwepo Wanefili, wana wa Anaki, wapagani. Wamekaa kwenye nchi ambayo sio ya kwao, na wanaabudu miungu kwenye nchi ambayo sio ya kwao. Can you imagine? Yani wapo huru, nchi sio ya kwao, wanaabudu mashetani. Mungu anasema nendeni. Nilikwambia wana wa Israeli walipofika Israeli, kama kanisa lote waliwakatia kaeneo kutoka pale hapo, wakasema mtakaa hapo ndo kwenu. Wana wa Israeli wakajazana wote hapo. Kuna taifa lingine kati ya mataifa yaliyobaki huku, wakasema haka kataifa lazima tufanye nini? Tukaondoe. Wakapatana mataifa kama 5 ndani ya taifa la Israeli. Wakasema twende tukawapige taifa la nini? La Israeli. Wamekusanyika, wakawa wanaenda sasa wamtoe Mwisraeli. Hawakujua ya kwamba Mungu yuko pamoja nao. Kwa bahati nzuri Israeli wakawapiga wale mataifa, wakashangaa wameongeza eneo kutoka kwenye kachumba kale, wamekuja kukaa paka huku. Ni wewe tu unayesema pigana mwenyewe Bwana, pigana mwenyewe Bwana. Mungu anawaambiaje wana Israeli? Akasema wale watu sitawatoa kwa mkupuo, shindaneni nao kwanza. Mpenda Mungu anasema hivi, mtashindana nao kwenye mapigano. Yani sio kwamba nitawatoa tu, mtakuwa mnawapiga wanasogea, mnawapiga wanasogea, mnawapiga wanasogea, mnawapiga wanasogea. Maana yake Mungu akikupa utawala, anakupa utawala mahala ambapo shetani amemgawia mtu wake. Wapo watu ambao shetani amewagawia boda, shetani amewagawia biashara, shetani amewagawia mashamba. Na kwa bahati mbaya amewagawia mashamba, mengine ni ya kwako. Amegawia mashamba, mengine amegawia biashara, zingine ni za kwako. Amewagawia waume, wengine ni wa kwako. Sasa wewe unakataa. Yaani mtu ameenda kwa mganga wa kienyeji, nataka mwanaume. Kale kadada wakakapakaza vya kupaka. Kaka muangalia aliyetakiwa kuwa mume wako, tayari jamaa karogwa. Amerogwa akakaoa, lakini kana chaji kwa mganga wa kienyeji. Wewe upo kanisani nasema Bwana, kama ni mapenzi yako, wa kwako ameshachukuliwa tayari. Baraza yangu nichukue yoyote. Ni wakati wa kwenda kukaa kwenye nafasi yako. Sikiliza, huyu alienda kwa mganga wa kienyeji kwenda kuomba utajiri, na akafanikiwa kutajirika. Huo utajiri waliutoa wapi kama wakuchukua wa kwako? Kama kuchukua vya kwako, haya wanatuma lipepo, nenda kakusanya na vile wanakusanya. Nimekwambia katika imani zote, kuanzia imani ya kipagani kwenda kwenye imani za Shinto, sijui Buddha wa Hindu, ukienda sijui Waislamu, imani inayoongoza kwa umasikini ni wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu sisi tuna Mungu, hatujui kumtumia. Yaani Yesu mkubwa alafu ni wajinga. Ogopa sana kuwa na silaha kubwa alafu hujui kuitumia, utakimbizwa hata na rungu.
Yaani warokole ndio wana Yesu mkubwa, wana mifano kwenye Biblia mikubwa. Anakuambia Mungu wa Ibrahimu, angalia Mungu wa Ibrahimu alimfanyia nini Ibrahimu. Mungu wa Isaka alimfanyia nini Isaka. Mungu wa Yakobo alimfanyia nini Yakobo. Je, alichofanya kwa Ibrahimu ndicho anachofanya kwako? Alichofanya kwa Isaka ndicho anachofanya kwako? Na kama afanyi kwako, shida iko wapi? Leo kama mtu aliyeokoka akatajirika tunampa shetani, ni Freemason. What does it mean? Maana yake Mungu ana nguvu. Leo nikisema nyosha simu yako juu, utaziona rubber band. Nenda kaangalia makaba. Nei wa Mitego aliimba wimbo mmoja, Mungu yuko wapi? Afa Pentecost bwana. Pentecost wanajifanya wazalendo, lakini kuna uzalendo wa kijinga. Yaani sio watu wa kufuatilia content. Nei wa watu wameimba tu Mungu yuko wapi. Mbona kahaba anashinda na danga ana jumba zuri? Dada yangu mlokora anashinda kwenye maombi, maisha anampiga. Sasa Mungu upo kweli? Kama hali ndio ipo hivyo, kweli Mungu upo? Mungu yupo, ila wale watu wake. Yesu Hosea sema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Watu warokole ndio wanaoamini vitu vyao havina gharama. Yaani mlokole kwenye maombi sifuri, kwenye ibada sifuri, kwenye kumtegemea Mungu sifuri. Alafu nataka kutoboe kila hisi tu. Nilikwambia juzi nikasema Waislamu wana ibada 5 kwa siku hii. Kwa siku moja wana ibada 5 kwa siku moja. Haya, wenzako hao Waislamu wana mwezi mmoja wanafunga siku 30 awali wanafunga. Una siku ngapi wewe kwa wiki? Hawa wanatumia mashetani, hawa wanatumia mapepo. Si kila siku anafungua duka. Anaweza kafunga duka siku moja wiki yote amekaa tu. Mnahangaika amefunga amefunga. Walokole kuanzia Jumatatu na ibadana wafiki na bado poorest. Tutamshinda lini? Si tunashinda manyoka. Na Yesu akatuambia bilibidi mimi niwe maskini ili ninyi mwe nini? Tunaishia kusoma tunaziacha. Makanisa saizi watu wanaamkia kuzitafuta hela, ila wengi wameamka kuzitafuta hela bila Mungu. Kwa nini wasiingie Freemason? Ndio Freemason anawaambia wewe utaendelea tu kusali. Kusali si atukukatazi, endelea tu kusali, ila si tunakusaidia tu kwenye masuala yako ya uchumi. Sikiliza nikwambie, utajiri ukifanikiwa ukaunasa wa mbinguni hauishi. Yaani raha ya utajiri wa mbinguni kama ukaudaka hauishi. Ila wengine unaishaga tu. Ndana unaisha tu unaisha. Lakini wa Mungu kijikaza, we kama kina Ibrahimu anaambia toa mtoto wake, anasema sawa mkuu natoa. Wewe wakikwambia tu toa, jo. Kanisa gani michango kila siku? Kanisa gani michango kila siku? Wakati mwingine mimi naonaga watu ni wajasiri. Unaweza kumwambia kabisa mtu, bwana tuna shida na 20,000 anayo mfukoni, alafu anakuambia sina. Na hiyo hela inaenda ni kwa Mungu juu, alafu anasema sina. Na huyo mtu anatarajia Mungu huyo ndo ampe hela. Yaani mtu macho makavu yamekauka, sina baba sina. Ila ipo, anajua ile ipo, ila kuna mali inaenda. Unamkatalia Mungu ili unataka Mungu ndo ailinde ile. Unamkatalia Mungu ndo unataka Mungu. Wapo wengine wapo tayari kazi ya Mungu isimame, maisha yao yaende. Ndio maana tufiki kanisani tuna watu wanafiki. Kanisani tuna watu ambao hawajamaanisha kwenye kumtumikia Mungu. Utashinda miliki hizi. Ndio maana unaweza ukarogwa na kichawi tu kinachojifunza uchawi. Kachawi tu katoto kapo kwenye mazoezi, kamekaa kwenye eneo lako na kako huru, wewe unasinzia ibadani. Usinzie wewe, kama unasinzia wewe hata kwenye kusinzia tu mwilini virohoni, si ndio umetandika kitanda? Yaani rohoni wewe umetandika kitanda kabisa kwa mochwari. Funika wewe una haya maisha. Nenda kaangalie Yakobo. Yakobo amepalangana na malaika, amepalangana naye
mpaka mguu huu umepinda. Yakobo anachechemea lakini amebarikiwa. Ni lini utakapotoka kwenye ibada sauti yako haipo, alafu nasema kwenye ile ibada kuna jambo nimetoka nalo? Unajuaje kama nimetoka na jambo? Roho yako inakwambia ulichokuwa kitafuta tayari umeshakipata. Tunao warokole ambao wamepoteza mwelekeo. Dunia iko hivyo. Na nimekwambia hii dunia, kubali kataa, iko chini ya utawala wa shetani kabisa. Shetani akiamua chochote kinafanyika. Hata viongozi wote ni shetani anaweka wengine. Sasa sisi tuliokoka tunafanyaje? Tunafurukuta. Na moja ya kitu ambacho kitakusaidia uwe na maarifa, alafu uwe na nguvu za kiroho. Yani vitu usikose, uwe na maarifa. Jamani, zili unasikiaga watu wanashuhudia kwamba nilikuwa nafanya biashara, sijawahi kupata sijui nini, nikaombewa nikakuta tu mpenyo. Kuna watu hamkutakiwa kuwa hivyo. Sema kuwa hivyo ni matokeo ya uzembe wa kiroho na ubinafsi. Yani bado hatujafika mahali kumfia Mungu kwamba Mungu mimi si kitu, si chochote. I need you. Akina Yakobo amechukua mali yote, anampa kaka yake, anasema bwana chukua, mimi mali sio shida, mimi nataka tu rafiki na wewe. Huo moyo Mungu atashindwaje kubariki? Haya kina Daudi. Wakati mwingine tusiangalie tu mafanikio ya watu waliofanikiwa kwenye Biblia. Hebu njoo tuangalie aina ya mioyo waliokuwa nayo. Ndio si tunayo? Twende kaangalie juhudi waliokuwa nayo. Si ndio tunayo? Daudi anasema Mungu, najua umenipa vitu vingi, na kote vyote ulivyonipa nakupa. Tunakoti watu wa kwenye Biblia ila tuko tofauti na wa kwenye Biblia. Yana ngozi kwa kutamta nasoma Biblia, tusome kitabu cha Mwanzo. Mimi wasimsomi tu mtu kwenye, naangalia paka content yake alikuwaje. Na kama tunataka tutokeze majibu hivi, ngoja nikuulize swali. Wewe ni shahidi tu. Hivi kwamba kweli hivyo ulivyo ndo Mungu amependa uwe hivyo mpaka uje kufa ukiwa hivyo hivyo? Hasa nikwambie kitu gani ambacho ni cha kipaumbele kwenye maisha yako? Yani wewe vipaumbele vyako ni nini? Nana anasema mimi kipaumbele changu cha kwanza Baba ni ibada. Nyosha mikono juu. Ananiambia Baba, mimi kipaumbele changu cha kwanza kwenye maisha yangu ni Mungu. Mdomoni, ila moyoni kuna vipaumbele vyenu. Mdomoni ndo unamzeveza Mungu. Nisema maneno ni kwa ajili ya watu, moyo ni kwa ajili ya Mungu. Mungu asikilizi tu maneno ya mdomoni, sauti ya moyoni. Kuna wakati utaki kumwambia uligwi mwene, akaja muonyeshe alimwene. Hasema kitu napambia, tunajizeveza, unajipiga chenga wenyewe. Au unasema Mungu. Niliwahi kuambia nikasema hivi, Mungu anachokitaka anamtaka mtu. Talapa konterebe.